katika kona za giza, katika kurasa za historia zilizofunikwa na vumbi la siri, katika sauti zilizoongea usiku wa manane, zipo simulizi ambazo hazijasimuliwa. Zipo hadithi ukizisikia hutabaki kama ulivyo. Hutabaki ulivyokuwa. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za kusisimua. Hii ni stori moja ya Crown TV. Ngoma inogile. Mamia ya watu wakiwa chini ya ulinzi mzito na wakutisha walibebwa na kupelekwa taifa la mbali na nyumbani kwao. Taifa lote lilizizima, vilio vilitawala kila kona, huku tumaini la kuwapata wapendo wao likiwa hafifu kama mwanga wa mshumaa katikati ya dhoruba ndani ya giza zito. Maafisa wa serikali walichanganyikiwa, makamanda wa jeshi walikuna vichwa, wazo kuu likiwa kutafuta ni namna gani watawakomboa watu wote waliotekwa wakiwa salama. Saa 48 za kuweka mikakati zilitumika. Uganda, an Air France flight originating in Tel Aviv and bound for Paris has been hijacked by 4 terrorists. Dakika 60 za kutekeleza. They told us it was an impossible mission. It's good for James Bond. Je, hatma inapatikanaje? Mwandaji na msimulizi ni mimi, ndugu yako wa karibu, Harun Tambwe. Na hii ni stori moja. Israel, June 27 mnamo mwaka 1976. Wakati nchi ikianza siku yake, taarifa kuhusu mgogoro mpya unaojitokeza zinaifikia timu yake ya operation maalum huko Tel Aviv. Ilikuwa Jumapili asubuhi. Habari zilianza kuenea taratibu kwa viongozi wakuu, zikianza kwa Ehud Barak ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi wa kutoka makao makuu ya IDF, Israel Defense Forces, ambaye alikuwa na maafisa wenzake wengine 4 wa ujasusi na jeshi la anga. Na baada ya muda, vyombo vya habari vikaanza kueneza taarifa hiyo iliyozua taharuki kubwa. An Air France flight originating in Tel Aviv and bound for Paris has been hijacked by 4 terrorists. Terrorists holding the crew and passengers of an Air France plane in Entebbe Airport have announced their demise. Kwa kutumia shuhuda za mashahidi na ripoti za siri za kijasusi, stori moja leo inakuletea simulizi ya jinsi kikosi cha makomando kutoka Israel kilivyokabiliana na jeshi la Uganda katika operation maalum ya kuwakomboa mateka 250 waliokuwa wamehifadhiwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe, Uganda. Mabomu ya kutupwa, risasi na harufu ya damu ilitanda. Air France Flight 139 kuelekea Paris inatua kama ilivyopangwa huko Athens, Ugiriki, kuchukua abiria wengine 58. 4 kati yao wanasafiri kwa pasipoti za kugushi. Hawakuwa wasafiri wa kawaida na wala hawakuwa na nia ya kwenda Paris kama ilivyo kwa abiria wengine. Baadaye walitambulika kuwa ni wafanyakazi wa Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP, kikundi chenye itikadi kali. Ni mojawapo ya makundi kadhaa yaliyokuwa yakidaiwa kutokuwa na maelewano mazuri na taifa la Israel. Ni makundi yaliyoanzishwa ili kurudisha ardhi yao iliyochukuliwa na taifa la Kiyahudi wakati wa vita vya siku 6 vya mwaka 1967. Kwa mujibu wa vyanzo vya Israel, inaelezwa kuwa mbinu wanayopendelea ni kuteka nyara ndege za abiria, na kwamba
Makundi hayo yaliyokuwa yanaiunga mkono Palestina yalikuwa na shutuma za kufanikiwa kuteka nyara zaidi ya ndege 50 miongo kadhaa iliyopita. Wakati huu wanalenga kufanya tukio katika uwanja wa ndege wa Athens, Ugiriki, kwa sababu wafanyakazi wa uwanja huo walikuwa katika mgomo. Hivyo walitegemea ulinzi wa uwanja huo wa ndege ungekuwa dhaifu, na kwao kufanikisha dhamira yao ingekuwa kama kumsukuma mlevi. Na kweli ikawa hivyo, na hatimaye bahati ikawa nzuri kwa upande wao na kufanikiwa kupenya vizingiti dhaifu vya airport na kutumbukia ndani ya ndege ya Flight 139 iliyoondoka Tel Aviv, Israel, mapema ikiwa na abiria 246 ndani, wengi wao wakiwa ni raia wa Israel. Ndege ilifanikiwa kuianza safari taratibu, ikiacha ardhi na hatimaye kufika urefu wa kawaida wa kusafiria, ikiwa juu ya usawa wa bahari ya Mediterranean, na ishara ya mkanda wa kiti kwa ajili ya usalama ilizima. Hiyo ndiyo ilitumika kama ishara iliyowekwa katika mikakati ya watekaji ili kuanza kutekeleza mashambulizi yao rasmi. Ghafla abiria wanaona wanaume watatu na mwanamke mmoja wakisimama kwa ushupavu, bunduki na mabomu ya kutupa yakiwa mikononi mwao. Mmoja wa watekaji nyara alivamia ndani ya chumba cha rubani na kumwamuru rubani kuiweka ndege kwenye mwelekeo tofauti na kukata mawasiliano yote ya redio kati ya ndege hiyo na upande ilikotoka na ilikokuwa ikielekea. Baada ya muda, kitengo cha udhibiti wa traffic wa anga kilituma taarifa rasmi ya mashaka kwa Israel kuwa ndege ya Flight 139 imetekwa nyara. Ujumbe unawasilishwa kwa waziri mkuu wa Israel wakati huo, Yitzhak Rabin, ambaye alipatwa na mshtuko mkubwa alipopokea ujumbe huo akiwa katikati ya vikao vya kazi. Hii ni video halisi ya kumbukumbu ya wakati anapokea habari hizo. Hapo hapo Rabin alihakikisha mtu mmoja anapata habari hiyo mara moja. Habari zilimfikia Muki Betsa. Yeye ni kaimu mkuu wa kikosi cha kupambana na ugaidi. Kitengo cha Betsa tayari kilikuwa na uzoefu mkubwa wa aina hiyo ya matukio kutokana na kuhudumu katika kupambana na utekaji nyara wa ndege mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara wa mwaka 1972 ambapo makamanda wake 12 walivalia kama wafanyakazi wa airport wa ardhini na kuvamia ndege iliyotekwa nyara kwenye uwanja wa ndege wa Lod huko Tel Aviv, ambapo walifanikiwa kuwaangamiza magaidi wawili na kuokoa abiria wote 100. Uwanja mkuu wa ndege wa Israel umewekwa katika tahadhari kubwa kutokana na kuwahi kutokea kwa matukio ya awali wanaodaiwa kuwa magaidi walikuwa wakilazimisha ndege zilizotekwa nyara kutua ndani ya Israel. Betsa, baada ya taarifa ya kutekwa kwa ndege hiyo iliyokuwa na abiria wengi wa Israel, alikuwa na imani kwamba ndege ingeweza kurudi na kutua tena Tel Aviv, na kwamba kama ingerudi wangetumia ujuzi wao na kuanzisha mashambulizi na kisha kuwashinda watekaji. Maafisa wa rada walichokuwa wanaweza kufanya kwa wakati huo ni kuangalia na kusubiri tu ni upi uelekeo wa ndege hiyo. Ndani ya ndege, kiongozi wa watekaji alitoa tamko kupitia mfumo wa PA akisema kwamba wao ni kitengo kutoka PFLP. Akizungumza kwa lafudhi ya Kijerumani, alikuwepo pia mwanamke pekee kwenye kundi la watekaji wanne ambaye alikuwa ni raia wa Ujerumani. Kwa sauti ya ukali, anaamuru abiria kukabidhi hati zao za kusafiria, akiwataka waanze kujiandaa kukaguliwa haraka. Lakini pia katika ndege hiyo, miongoni mwa abiria alikuwepo Davidson Uzi na mkewe Sarah Uzi, ambaye yeye alikuwa ni navigator wa ndege katika jeshi la ulinzi la Israel. Beji yake ya kitambulisho ni dalili dhahiri ambayo pengine ingemweka katika wakati mgumu zaidi ya mateka wengine, hivyo ilimlazimu aiondoe kabla hajafanyiwa ukaguzi. Kwa siri aliamua kuichana vipande na kuitafuna beji hiyo yeye na mkewe, na kisha vipande wakavitumbukiza kwenye kopo tupu la soda. Zikiwa zimesalia sekunde chache, huku hisia za idadi kubwa ya maafisa wa Israel zikifikiri pengine ndege hiyo ingetua katika uwanja wa Tel Aviv, hatimaye wasimamizi wa rada wa Kamanda Betsa wanaripoti kwamba Flight 139 hairuki kuelekea Israel. Badala yake
inaonekana ikiwa njiani kuelekea Libya, kaskazini mwa bara la Afrika, nchi nyingine ambako jeshi la Israel halikuwa na mamlaka yoyote. Masaa 2.5 baada ya kutekwa nyara, hatimaye ndege ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Benghazi nchini Libya. Urahisi wa kukubaliwa kutua ulitokana na uhusiano wa Libya na juhudi ilizokuwa nazo katika kuiunga mkono Palestina. Hivyo watekaji walituma maombi ya kutua na kujaza mafuta kwa Rais Muammar Gaddafi wakati huo, na hilo liliwezekana. Patricia Martel, mmoja wa mateka kwenye ndege hiyo, yeye alikuwa mjamzito, hivyo aliweka bayana kuwa yuko katika hali mbaya na kwamba anaogopa kumpoteza mtoto wake. Kwa kujali kuhusu mtoto aliyekuwepo tumboni na asiye na hatia yoyote, watekaji wakamwachia mwanamke huyo, ambaye baadaye kwa msaada wa mamlaka za Libya alisafirishwa mpaka London alikokuwa akiishi. Hatimaye, baada ya masaa 7 katika ardhi ya Libya, ndege inaruka ikiwa na tani 42 za mafuta. Baada ya kuondoka Libya, swali la abiria na maafisa wa Israel lilikuwa, sasa inaelekea wapi? Hilo halikujulikana. Mwanamke aliachiliwa baada ya kufika nyumbani London. Israel ilituma wakala wake kumhoji. Mwanamke huyo alithibitisha kuwa kikundi chenye itikadi kali cha Palestina ndicho kimeiteka nyara ndege na kwamba 2 kati ya hao 4 ni raia wa Ujerumani. Alionyeshwa picha na kuchagua kutoka kwenye faili za kijasusi. Kitengo kinawatambua kama wanachama wa Baader Meinhof, kikundi cha ugaidi cha Ujerumani chenye msimamo mkali. Kwa Betsa, hii ni habari ya kutisha. Ina maana kwamba makundi yenye msimamo mkali yanaunganisha nguvu kuishambulia Israel, na bado haijui wanakowapeleka mateka na kwa nini wanafanya hivyo. Mwisho wa Juni mwaka 1976, habari zinaenea kote kwamba watekaji wa Kipalestina wameteka nyara ndege ya abiria. Kwa wale waliokuwa na ndugu na jamaa zao kwenye ndege, taarifa hii ilikuwa ni kama ndoto mbaya ambayo kila mmoja alitamani kuamka kutoka usingizini ili kuondokana nayo. Lakini wapi, haikuwa ndoto, ulikuwa ni ukweli usio na shaka. Mfaransa Mwisrael Robert Mein, yeye ndege ilitekwa ikiwa na mwanaye wa pekee Jean-Jacques akiwa na umri wa miaka 19. Masaa 3 baada ya kuondoka Libya, ikiwa ni karibu masaa 14 tangu kutekwa nyara, hatimaye watekaji wanamlazimisha rubani kutua kwa mara nyingine. Siku inapambazuka. Abiria wanaona makumi ya wanajeshi wakikusanyika kwenye barabara ya kuruka na kutua kwa ndege kwenye uwanja wa ardhi ya tofauti na walioizoea. Katikati ya mchana, masaa 9 zaidi katika mateso, wanakusanywa kwenye jengo la zamani la kituo cha abiria, huku mateka wakigundua kuwa sasa wako katika uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda, Afrika Mashariki. Entebbe ilichaguliwa kwa uangalifu na watekaji, ikizingatia umbali na uhusiano uliokuwepo baina ya Israel na Uganda. Entebbe iko takriban maili 2500 kutoka Tel Aviv, Israel, umbali ambao unapaswa kuwafanya watekaji wawe salama dhidi ya makomando wa Israel. Wakati huo Uganda ilikuwa ikiongozwa na Rais Idi Amin Dada, ambaye vyombo vya habari na wanasiasa wa magharibi walikuwa wakimnadi kama kiongozi asiyetabirika na dikteta. Inaelezwa baada ya ndege hiyo kutua Uganda, Rais Amin alifika uwanjani hapo akiwa na vyombo vya habari vya Uganda. Baada ya Idi Amin kufika katika uwanja huo, mateka walipiga shangwe na walipata imani ya kuwa wamemwona Mwokozi. Wakampokea kwa kumpigia makofi, bila kujua kwamba wakati huo Amini hakuwa tena na uhusiano mzuri wa taifa la Israel kama ilivyokuwa awali. Inaelezwa kuwa kuna nyakati ambazo rais huyo alifurahia uhusiano wa karibu na Israel. Kisha mnamo mwaka 1972, waziri mkuu wa Israel Golda Meir alikataa kumpa Amini ndege za kuishambulia nchi jirani ya Kenya. Inaelezwa kutokana na hilo, toka wakati huo Amin hakuichukulia Israel tena kama rafiki wa karibu. Pamoja na kisa hicho, wengine wanadai kuwa Idi Amin hakuingia kwenye mzozo na Israel kwa sababu ya kuomba, bali ni kutokana na mzozo na vitimbi vya taifa la Israel kwa Palestina, miongoni mwa mambo ambayo Amin hakuvutiwa nayo. Sasa
Kutokana na hilo, Israel ilihesabu kuwa inapigwa na watekaji pamoja na waliotoa hifadhi kwa ndege hiyo kushuka nchini kwao. Kwa upande wa Israel, inakuwa bahati nzuri kwa sababu jeshi la Uganda ni jeshi ambalo kaimu mkuu wa kitengo cha kupambana na ugaidi cha Israel, Muki Betsa, analijua vizuri, kutokana na kwamba wakati wa mahusiano mazuri baina ya Uganda na Israel aliwahi kushiriki kusaidia kuwafundisha askari wa Uganda. Hivyo alikuwa anawajua vizuri na hasa udhaifu wao. Baada ya kukumbuka kuwa aliwahi kuwafundisha askari wa Uganda, mafanikio mengine makubwa zaidi yalijitokeza alipokumbuka kuwa kampuni ya ujenzi ya Israel ndiyo iliyojenga jengo la zamani la kituo cha Entebbe. Hivyo kampuni hiyo bado ina ramani za ujenzi huo. Haraka Kamanda Betsa alianza kukusanya kila alichokikumbuka kuhusu Uganda kwa undani zaidi. Unaambiwa huwezi mpiga kwa urahisi usiyemjua. Hivyo kabla ya kutuma kikosi cha uokozi, makamanda wa Israel walihakikisha wanalijua vizuri jengo hilo kwa kusoma ramani walioipata kwa ubunifu wa Kiisrael. Kwa mujibu wa ramani waliokuwa nayo, mbele ya jengo hilo kuna point 7 za kuingilia, milango 3 na 4 inaelekeza moja kwa moja kwenye sebule kuu, ambapo waliamini kuwa ni lazima watekaji wangewahifadhi mateka. Jumatatu usiku, abiria walazimishwa kulala chini huku taa zikiwa zimeachwa wazi. Saa 11 jioni siku ya tatu, ujumbe kutoka kwa watekaji unabainisha wazi walichokuwa wanakusudia na wanachokihitaji kutoka kwa serikali ya Israel ili waweze kuwaachia mateka. Watekaji waliweka wazi kuwa wamefanya utekaji huo ili kuishinikiza serikali ya Israel kuwaachia huru wenzao kadhaa ambao wamefungwa katika jela za Israel. Waliotakiwa kuachiwa huru ni pamoja na watu kama Kozo Okamoto, msimamizi mkali wa Kijapani ambaye alidaiwa kufanya mauaji kwenye uwanja wa ndege wa Lord wa Israel mnamo mwaka 1972, na askofu mkuu Hilarion Capucci ambaye alifanya magendo ya silaha kwa magaidi huko Mashariki ya Kati. Watekaji walihitaji pia tarehe ya mwisho ambayo ilikuwa ni Alhamis saa 2 kamili usiku. Hii iliwapa Israel masaa 45 kujibu. Ikiwa madai yao hayatatimizwa kufikia wakati huo, watekaji waliahidi kuanza kuwapiga risasi mateka hadharani mmoja baada ya mwingine. Wataalamu wa kijeshi wa Israel walipata shaka kila walipofikiria uvamizi, wakisisitiza kwamba Entebbe iko mbali sana kwa Israel kuanzisha harakati hizo za ukombozi. Kwa upande wa Entebbe, Uganda, mateka wanaona askari wa Uganda kama sehemu ya watekaji, huku mwanamke wa Kijerumani ambaye ni sehemu ya watekaji, yeye alikuwa akiendesha zoezi la kukagua pasipoti zilizokamatwa. Anaita majina na kuwaelekeza mateka kwenye chumba kilichotengenezwa kwa muda. Baada ya muda, abiria waligundua kuwa watekaji walianza kuwatenganisha mateka wa Israel na wale wasio wa Israel, yaani mateka kutoka mataifa mengine. Watekaji wanawaambia wa Israel waliochaguliwa kwamba ifikapo tarehe ya mwisho watatengwa kwa ajili ya kuuawa. Siku ya 4, chini ya saa 24 kufika tarehe ya mwisho, Muki Betsa ako chini ya shinikizo. Makamanda wake wako kwenye mazoezi na waziri wa ulinzi Simon Peres anasukuma chaguo la kijeshi lifanyike ili mateka kuokolewa. Bado kitengo kinasisitiza kuwa uamuzi wa kufanya uvamizi katika uwanja wa ndege wa Entebbe sio chaguo sahihi. Ilionekana kuwa hawawezi kutuma wanajeshi wao katika mazingira ambayo hawayajui kwa 100%. Kamanda Betsa aliendelea kupanga na kuhitaji taarifa zaidi kuhusu silaha na mbinu za watekaji. Waziri wa ulinzi Shimon Peres alitambua kuwa ni lazima waongeze muda wa ziada kufikia maamuzi magumu kwa kushirikiana na Kamanda Betsa. Inaelezwa kuwa Waziri Peres aligundua kuwa Amini alitaka kutumia mgongo huo kuongeza hadhi yake na kukuza nafasi yake ya kiushawishi, lakini Mwisraeli aliamua kuigeuza hii kuwa faida kwake. Siku ya 5, masaa 3 hadi tarehe ya mwisho, Israel inashikilia kwa dhati sera yake ya kukataa kujadiliana na magaidi. Kwa familia za mateka wanazidi kuchanganyikiwa, huku lawama zao zikitupwa kwa wanasiasa kwa kukataa kufikia mwafaka wa kuwapa watekaji wanachohitaji. Liliibuka zogo kubwa ndani ya Israel, huku wananchi wakishinikiza serikali kuharakisha kufuata matakwa ya watekaji.
Dakika chache kabla ya tarehe ya mwisho ambapo watekaji waliahidi kwamba watawaua mateka wote wa Israel kama hawatafikia muafaka wa walichohitaji. Huo ndio muda ambao ulimwengu mzima ulikuwa unaangalia, unasikiliza na kuomba. Huku Yerusalemu na Israeli yote, Wayahudi walikuwa wakisali sala maalum kwa ajili ya usalama wa mateka waliokuwa chini ya ulinzi mkali mbali kabisa na nyumbani kwao. Familia za mateka ziliamua kama mbwai na iwe mbwai. Zikaanza maandamano ya kuvamia ofisi ya waziri mkuu Yitzhak Rabin huko Tel Aviv, wakiwasilisha madai yao ya kuishinikiza serikali kuharakisha kuwarudisha ndugu zao waliotekwa. Muda ulikuwa unayoyoma kweli kweli, huku hofu, wasiwasi na hisia ya huzuni kubwa ikiwa imetanda miongoni mwa ndugu wa mateka. Kwa wanasiasa wa Israel, shinikizo hilo halikuweza kuvumilika bila chaguo sahihi la kijeshi. Hatimaye walifanya U-turn ambayo iliushtua ulimwengu. Waisrael walipitia kipindi cha mfadhaiko mkubwa na ikalazimika kuonyesha kukubaliana na janga hilo bila kupinga, kwa sababu hakukuwa na namna au walichoweza kufanya ili kutatua changamoto hiyo isipokuwa kutangaza kukubaliana na matakwa ya watekaji ya kuwatoa wafungwa ambao walifungiwa kwenye magereza ya Israel. Serikali ya Israel ilianza kuonyesha kuwa iko tayari kufuata walichohitaji watekaji, lakini kumbe kulikuwa na mpango mzito wa siri uliokuwa unaendelea chini kwa chini. Habari hiyo ya kukubaliana na walichohitaji watekaji ilikuja kama msaada mkubwa kwa familia za mateka, lakini wao, kama ilivyokuwa kwa ulimwengu mzima, walidanganywa na serikali ya Israel ambayo ilikuwa na mpango mkubwa wa siri katika kulitatua hilo. Kutokana na hilo, Rais Idi Amin aliamini kuwa alifanikiwa kuwalazimisha Waisrael kurudi nyuma. Inaelezwa kuwa katika akili yake mwenyewe alilifikiria suluhisho la amani ambalo lingemletea heshima kubwa duniani, ambapo inasemekana Amin aliwashawishi watekaji kuongeza tarehe ya mwisho hadi Jumapili saa 1 kamili usiku. Kisha jeshi la Israel linalipa kwa kishindo kikubwa. Katika hatua iliyochochea kuongezeka kwa shinikizo zaidi kwa Israel, watekaji waliwaachia huru mateka wote ambao ni raia wa mataifa mengine tofauti na Waisrael. Pamoja na kuzua hofu kubwa, lakini kitendo cha watekaji kuwaachia mateka wasio raia wa Israel kwa upande wa Muki Betsa ni mafanikio makubwa, kwa sababu alijua wazi kuwa mateka walioachiwa huru wanaweza kutoa taarifa za kijasusi kamili anazohitaji ambazo wangezitumia kutatua changamoto inayowakabili. Baada ya kuachiwa, timu ya maafisa wa Israel ilianza kufanya uchunguzi wa kina zaidi kupitia mahojiano na mashahidi. Mazungumzo yao yaligubikwa na maswali ya kijasusi ili waweze kukusanya kila chembe ya taarifa muhimu kuhusu watekaji. Betsa alibaini kuwa kuna jumla ya watekaji 6 ambao wanafanya kazi kwa zamu, wakipokezana kuwalinda mateka. Wanajigawa huku kila mmoja akibeba bunduki na wengine wakiwa wamebeba mabomu. Shinikizo kwa serikali ya Israel likaendelea, maafisa wakiumiza vichwa, kikiangaliwa zaidi kitengo cha kupambana na ugaidi kuja na mpango wa uokozi. Yoni Netanyahu, ambaye ni kaka wa waziri mkuu wa sasa wa Israel Benjamin Netanyahu, anarudi kutoka katika mazoezi ili kuchukua udhibiti na kuongoza zoezi la mikakati mizito ya uokoaji, ambapo alijiunga na Betsa pamoja na kiongozi wa kikosi cha anga Josh Shani. Walitumia masaa kadhaa wakipanga na kupangua kwa undani mission nzito ya uokozi ambayo waliipachika jina la Operation Thunderbolt au Operation Entebbe. Hii ni miongoni mwa misheni ya kijasusi kubwa zaidi, ikionyesha nguvu ya uthubutu uliowahi kujaribiwa na ukazaa matunda. Mpango ulikuwa na hatua 3 muhimu, na kila mmoja kati ya makamanda hawa alikuwa akicheza nafasi yake vile ipasavyo. Hatua ya kwanza ilikuwa safari. Hii ilikuwa ni lazima waandae kikosi cha makomando kwa ajili ya kuifunga safari ya kwenda Entebbe. Ilikuwa kazi ya rubani Josh Shani. Shani alipangwa kuongoza msafara wa ndege 4 za kijeshi za Hercules C-130 kuzikata takriban miles 2500 kutoka Israel mpaka Uganda. Wakati huo, uwanja wa ndege wa Entebbe ulikuwa na vituo viwili, yani Terminal 1 na Terminal 2.
Mateka wao walikuwa wakizuiliwa kwenye kituo cha zamani kilichokuwa umbali wa kilomita 2.4 kutoka kilipokuwa kituo kipya. Mpango ulikuwa ni kuhakikisha ndege za kijeshi za Israel Hercules 4 zinatua nchini Uganda majira ya usiku bila kugunduliwa. Shani kama kiongozi wa msafara ndiye ambaye ni lazima atue kwanza. Hercules nyingine 3 zitagusa ardhi dakika 7 baadaye zikiwa na msaada na vifaa. Shani alionywa kuwa taa za barabara za airport kwa ajili ya kutua na kuruka zitakuwa zimezimwa muda huo. Kwa maneno mengine, ni kama aliambiwa hakikisha anatumia mbinu za kutua kwa umakini wa hali ya juu licha ya kutoona mahala sahihi pa kutua. Mbinu hii haiko kwenye kitabu cha mwongozo. Hivyo ni mbinu ya dharura ambayo ni lazima kamanda Shani alipaswa kuitumia. Pamoja na kwamba ilikuwa ni amri, lakini mwanzo kamanda Joshua Shani alionyesha mashaka juu ya wazo hilo. Hatua ya pili ilikuwa ni usafirishaji. Mara tu Hercules inayoongoza itakapogusa ardhi, makomando 30 lazima wafike kwenye milango ya kituo cha abiria kwa siri nzito. Toka ndege zitakapotua ni takriban safari ya kilomita 2.4 mpaka kulifikia jengo lililokuwa na mateka. Zaidi ya askari 100 wa Uganda wanasimama kama walinzi kwenye barabara ya kuruka na kutua, ndani na nje ya kituo na kwenye mnara wa kudhibiti safari. Baada ya muda, Mookie Betts aliibuka na wazo la ajabu ambapo alipanga kwamba baada ya ndege hizo kutua, zishuke gari na kutengeneza msafara wa magari ya kijeshi kama ya rais wa Uganda hadi kwenye kituo kwa kujifanya kama ni sehemu ya msafara wa jeshi la Uganda. Wazo hili lilitokana na kamanda Betts kukumbuka jinsi Idi Amin na wakuu wake wa jeshi wanavyoendeshwa kwenye magari makubwa meusi yanayofuatwa na jipu za kijeshi, na kutokana na madai ya kwamba askari wa Uganda walikuwa wakiishi kwa hofu ya Idi Amin na majenerali wake. Watakapoona msafara kama huo, ni lazima watauruhusu upite bila kupingwa. Haraka ikaletwa gari aina ya Mercedes Benz nyeusi na Jeep 2. Hatua ya tatu ilikuwa ni shambulizi. Hapa Yoni Netanyahu na kikosi kidogo, wao ndio watakao wakaribia askari wa Uganda nje kwenye eneo la barabara ya kuruka na kutua. Wakati huo huo, timu za watu watatu zitavamia kupitia milango mingine ya kituo, kuwaondoa watekaji na kuwaachilia huru mateka. Jumamosi inaingia Entebbe, siku kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa na watekaji kwa msaada mkubwa wa Idi Amin Dada. Masaa 23 hadi tarehe ya mwisho, msafara wa ndege 4 za Hercules C-130 unaondoka Israel. Wanaanza safari ya takriban maili 2500, saa 9:30 za safari ya kwenda Entebbe, Uganda. Operation Thunderbolt inaanza. Msafara ulipasua anga. Dhamira kuu ni lazima ufike Entebbe. Ni safari iliyojaa hatari. Wakiwa angani, chini walikatiza juu ya Bahari Nyekundu iliyokuwa ndani ya eneo la rada za nchi 3 ambazo mnamo mwaka 1977 ziliingia kwenye uadui na Israel. Nchi hizo ni Misri, Saudi Arabia na Sudan. Ili kuepuka kugunduliwa kwenye rada hizo, iliyolazimu kurusha ndege urefu wa juu zaidi wa Bahari Nyekundu, karibu mile 900 chini ya futi 100 juu ya uso wa maji. Kazi hiyo ilimwelemea kwelikweli rubani kiongozi Josh Shani, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 30. Kwenye dege la jeshi la Hercules 130 linaloongozwa na Mookie Betts, yeye alijitolea kuchukua jukumu hatari zaidi katika misheni hiyo, ambapo alipaswa kuiongoza timu ya watu watatu kupitia mlango namba 3 hadi kwenye chumba kikuu ambapo mateka walizuiliwa. Betts alionyesha ujasiri usio wa kawaida. Kwa wakati uliopangwa, dakika chache kabla ya usiku wa manane, rubani kiongozi Shani anajiandaa kutua. Unaambiwa alivuta pumzi ndefu mno. Ni lazima atue na tani 72 za vifaa, kukiwa na giza zito, bila kuona ni wapi pa kutulia. Ila kwa bahati nzuri, Shani alipokaribia karibu na uwanja wa ndege wa Entebbe, aliziona taa za barabara ya kuruka na kutua zikiwa zinawaka. Hii ilikuwa ni kama ndoto vile.
kwa sababu kinyume cha hapo walitakiwa kutua kwa kubahatisha bila kuona ni wapi ndege inakanyaga. Baada ya muda mfupi, ndege la kijeshi linaloongoza msafara likaigusa ardhi ya uwanja wa ndege wa Entebbe, Uganda. Hapo ni ikiwa askari wa Uganda wataiona, ni wazi Israel watapoteza. Wanajeshi wa Israel sasa wanajua kwamba kutoka walipotua ni umbali wa kilomita 2.4 pekee umesalia kufika kwenye eneo ambalo mateka wamehifadhiwa, na ni wazi kwamba muda huo mateka watakuwa wanajiandaa kulala. Hivyo walijua kwamba mpango wao utaenda sawa, kwa sababu ni wakati ambao watekaji pekee ndio watakaokuwa waliobaki wamesimama kwa urefu mzuri kabisa kwa risasi kutua vichwani mwao. Mpaka muda huo hakukuwa na majibu kwa Hercules. Hatua ya pili ilikuwa ni kuwashusha na kuwafikisha wanajeshi kwenye kituo, tayari kwa kuanza zoezi la uokoaji. Naibu kamanda Mookie Betsa yeye alipanda kwenye Mercedes Benz akiwa na makomando wengine 4. Katika hatua hii wanajeshi hao walianza kukiona kituo kwa uwazi kwenye mnara wa ulinzi na udhibiti wa uwanja. Askari wa Uganda hawakujua chochote kuhusu tishio la hatari iliyokuwa mbele yao. Msafara ulianza kushuka kwenye ndege, na hapo walianza kufikiri kama wangeweza kufika kwenye kituo kwa siri, siku hiyo ingekuwa ya ushindi mkubwa kwa jeshi la Israel ndani ya Uganda. Lakini ghafla Gora Zuzman, mmoja wa wanajeshi wa Israel, anaona kitu mbele yake. Ilikuwa ni askari wa Uganda ambao mmoja kati yao alinyanyua bunduki akiitingisha. Kutokana na kamanda Betsa kuwa anajua kuhusu wanajeshi wa Uganda, haraka alibaini kwamba ishara ile hufanywa kama mazoezi ya kawaida ya kijeshi. Inaelezwa baada ya kuona msafara, askari hunyanyua bunduki yake na kupiga kelele, songa mbele, songa mbele. Hivyo Betsa aliwaambia wenzake wampuuze askari huyo wa Uganda bila kumdhuru na kuzingatia uelekeo wao wa kukifikia kituo walipo mateka. Lakini Yoni Netanyahu, kamanda wa kitengo, anamkatalia Betsa na anaamuru Gora ammalize askari huyo kama sehemu ya kuanza rasmi maangamizi. Wanajeshi wa Israel waliwashambulia askari wa Uganda kwa bunduki zisizo na mlio na kuwaangusha. Wakiwa wanaamini wameondoa tishio, ghafla mwanajeshi mmoja wa Uganda akasimama. Walipojaribu kumuua, kumbe ilishindikana. Basi katika harakati za kutaka kummaliza askari yule, mmoja wa wanajeshi bila kukumbuka anatumia bunduki yenye kutoa mlio, alifyatua risasi. Sauti hiyo ya risasi ilisikika katika kila kona ya uwanja wa ndege wa Entebbe, na hatimaye walijikuta wameingia kwenye mdomo wa mamba. Siri ikavuja na vita rasmi vikaanza. Mpango wa kuvamia kwa siri ukapasuka vipande. Askari wa Uganda wakaanza kupiga risasi nzito kwenye magari, wakiwalazimisha kusimama mita 70 kabla ya kituo. Wakati huo inaelezwa kuwa kamanda Betsa alikuwa anaogopa mno, akihisi kwamba pengine mateka wanaweza kuuawa. Wakati risasi zinarindima, inaelezwa mateka walianza kujitahidi kujificha ili kujiepusha na mashambulizi hayo. Mmoja wao aliyejulikana kwa jina la Ela Haru, katika purukushani za kutaka kujisaidia, alikutana uso kwa uso na risasi ya moto iliyopigwa na mmoja wa watekaji. Haraka kamanda Betsa alifanikiwa kufika kwenye mnara wa udhibiti wa uwanja wa ndege, ambapo kinyume na matarajio yake, ghafla anabaini kuwa mlango wa mnara huo ulikuwa umefungwa. Baada ya hapo, ilimlazimu kamanda Betsa kutafuta namna nyingine ili kwa haraka wafanikiwe kilichowaingiza ndani ya nchi ya watu, mbali kabisa na nyumbani kwao. Sasa huku risasi zikiendelea kupigwa kwa namna ya kuogofya, yeye na wanajeshi wenzake walikimbilia mlango namba 4. Wakavunja mlango na kuelekea chumba cha daraja la kwanza, ambapo watekaji walikuwa nje ya zamu ya kuwalinda mateka. Hawa jamaa walikuwa wamepumzika. Walipoingia walikutana uso kwa uso na askari 3 wa Uganda. Kisha wakakutana ana kwa ana na wanaume 2 wasio na silaha wakiwa wamevalia nguo za kiraia. Ikawalazimu wafanye uamuzi wa haraka chini ya sekunde 1 bila kujua je, ni watekaji au ni mateka wasio na hatia. Makomanda wa Israel walianza kujibizana, wakibishana kuwa wapige risasi watu wale au wawaache, maana hawakujua kuwa ni mateka au ndio watekaji wenyewe. Lakini wakati wanabishana wakiwa kwenye eneo dogo walipojibana,
Komando mmoja wa jeshi la Israel alimuona mmoja wa wanaume hao akitaka kujaribu kuuvuta mshipi ili kufyatua kitu. Ilikuwa ni kama dalili ya kuwa jamaa ni mtekaji na alikuwa anaelekea kufyatua kilipuzi chake. Hivyo wakapata picha ya kuwa wanaume hao wawili waliovaa kiraia ndio watuhumiwa namba 1 wa zoezi la utekaji. Kwa upande wa barabara ya kuruka na kutua kwa ndege, Yoni Netanyahu na makamanda wengine walijitahidi kupata nguvu. Ukirudi kwenye kituo kikuu, Betsa na timu yake ya kuvunja mlango wanatafuta magaidi waliobaki. Moshi mzito wa risasi na vilipuzi uliokuwa umetanda unatoweka kwenye korido ya kuelekea chumba cha VIP. Muda huo watekaji wawili wa mwisho walikuwa tayari wamekwisha uawa. Muda huo hakuna komando wa Israel yoyote aliyejeruhiwa. Ukimya ukapitika kwa sekunde. Makomando tayari wamewaua watekaji wote 6 na kuhakikisha usalama wa kituo. Pamoja na hilo, bado misheni yao ilikuwa mbali na kukamilika. Bado askari wa Uganda walikuwa wanadhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo. Hivyo mapigano yaliendelea kwa dakika kadhaa. Vyuma vilipigwa kwelikweli, na mpaka hatimaye kamanda mmoja wa jeshi la Israel anaanguka baada ya kupigwa risasi iliyochukua uhai wake. Si mwingine, ni kamanda kiongozi Yoni Netanyahu, kaka wa waziri mkuu wa sasa wa Israel, Benjamin Netanyahu. Muda huo picha iliyokuwepo ilionyesha wazi kuwa wanajeshi wa Israel walianza kuzidiwa nguvu na idadi. Sasa zoezi la uokoaji liliingia katika hatihati. Operation Thunderbolt mpaka muda huo ilikuwa imezikata takriban dakika 7 tu. Waisraeli walianza kuzidiwa kwa risasi na askari wa Uganda. Muki Betsa aliamua kujitokeza kuchukua usukani wa kuongoza kikosi baada ya kamanda Yoni Netanyahu kupigwa risasi. Baada ya muda mfupi, ndege nyingine za Hercules C-130 tatu zilitua zikiwa na askari 200. Hapo ndipo kamanda Betsa aliamuru shambulio la nguvu zote lipigwe kwenye uelekeo walipokuwa wanajeshi wa Uganda. Kwenye mahojiano na moja ya kituo cha TV cha Israel miaka mingi baada ya tukio hilo, kamanda huyo alisimulia kuwa ilimlazimu kuwaamuru wanajeshi waliokuwa kwenye ndege nyingine waje kuwashambulia kwa rocket za RPG, silaha ndogo na kila walichokuwa nacho. Kikubwa tu ni kusalimika na kuokoa mateka wote wakiwa salama. Kwa amri hiyo, wanajeshi wa Israel walifurumusha makombora na kuwaangamiza wanajeshi wa upinzani na kufanikiwa kuwateketeza takriban askari 20 wa jeshi la Uganda. Wakati hayo yakiendelea ndani ya kituo, makomando wengine walikuwa wakiwaandaa mateka kuondoka. Lakini mtu mmoja aliyekuwa mateka ghafla anapatwa na mtanziko wa kutisha. Huyu ni Ellen Haru, ambaye mama yake mzazi alipelekwa hospitali punde baada ya kuugua akiwa chini ya ulinzi. Hivyo alijua wazi kuwa akiondoka atakuwa amemwacha mama yake mzazi ambaye yuko takriban maili 22 mbali katika hospitali moja huko Kampala. Alisema, nilipaswa kuondoka, kwamba ningeuawa. Hakuna maana ya kujitolea. Sikuweza kumsaidia mama yangu. Nilitumaini tu wangepata njia ya kumwokoa, hata kwa kuingia makubaliano na Idi Amin na kumwokoa. Ikiwa imetimia dakika ya 59 baada ya rubani Josh Shani kutua Hercules ya kwanza, sasa msafara wa ndege za uokozi unafanikiwa kuanza safari ya kuondoka na mateka wao waliookolewa. Muda huo mateka wako huru wakisafiri kuelekea nyumbani. Habari za uokozi zinavuma kwa kasi ndani ya muda mfupi tu, wakati ambao ndege bado zinaruka kurudi Israel. Insert news. Baada ya kuondoka Uganda, kituo kilichofuata ilikuwa ni Kenya kwa ajili ya kujaza mafuta na kuanza safari ya moja kwa moja kuelekea Israel. Wakati ndege zinajaza mafuta huko Nairobi, ndipo muda ambao askari wengine wanapewa taarifa kuwa kamanda Yoni Netanyahu, kiongozi wao mwenye ushawishi mkubwa, amefariki dunia. Pamoja na majonzi ya kumpoteza Yoni Netanyahu, lakini furaha ilitawala mno baada ya vikosi vya jeshi na mateka walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Shangwe, nderemo na vifijo zilienea, huku kila mwenye ndugu yake akiwa na shauku ya kutaka kumwona akiwa hai. Licha ya idadi kubwa ya mateka kuokolewa wakiwa salama, lakini Jean Jacques Main, yeye aliuawa
katika purukushani za ukombozi kwa kupigwa risasi na watekaji na kufa pale pale Entebbe. Hivyo familia yake, badala ya kumpokea akiwa hai baada ya kumsubiri kwa hamu kwa muda mrefu, waliipokea maiti yake, iliyobadilisha furaha yao kubwa kuwa dimbwi la huzuni. Dora Bloch mwenye umri wa miaka 74, mateka aliyehamishiwa hospitali huko Kampala baada ya kuugua akiwa chini ya ulinzi wa watekaji. Hakukuwa na taarifa zozote kumuhusu mpaka miaka ya baadaye, ambapo wanafamilia yake waliposafiri kwenda Uganda ili kujua ni nini kilitokea. Alibakia kuwa hai au aliuawa? Inaelezwa mara tu vikosi vya Israel vilipofanya uvamizi na kuwaokoa mateka hao, baadaye Idi Amin alifahamishwa kuwa kuna mateka mmoja aliyehamishiwa hospitali. Kwa hasira aliamuru mtu huyo kutolewa hospitali na auawe. Baadaye, baada ya Idi Amin kuondolewa madarakani, familia ya marehemu ilitembelea Uganda, wakafanya uchunguzi wa mahali ambapo mwili wa marehemu ulizikwa. Hivyo walifanikiwa kupata mabaki ya mwili wa marehemu na kurudi nayo Israel kwa ajili ya kuyazika. Katika Operation Thunderbolt au Operation Entebbe, jumla ya Waisraeli 5 walipoteza maisha, lakini jumla ya mateka 101 waliokolewa. Tukio lililofanywa na makomando wa Israel kwenye operation hiyo lilizua gumzo duniani. Umahiri na uhodari wa taifa dogo katika zoezi gumu la ukombozi wa wananchi wake waliohifadhiwa umbali wa zaidi ya maili 2500 kutoka nyumbani. Operation hii inaandika historia ya operation kubwa iliyofanyika kwa muda mfupi na kwa ufundi wa hali ya juu. Hii ni Story Moja na hapa ni Crown TV.